Na mtazamaji wa Mastaz TV, ni mimi Tuz Amos, nyuma kamera ni Isaac Kabaisa. Nilisema ili wewe kwanza kupata mambo ya Mastaz TV itakubidi usubscribe, kulike na kucomment. Leo ni siku ambayo tuko location na hao wazee ambao wenyewe mnawazoea tu sana, labda tuseme mmewazoea kwa mazingira ambayo ni tofauti. Leo msione kwamba mmewaona wako tofauti, ni kwa vile tumewakuta bado hawajajiandaa. Huyu ni mzee mwingine ambaye atajitambulisha kwa majina yake mwenyewe, na ningeomba mwenyewe ajitambulishe kabisa kama nilivyosema. Jambo. Jambo. Wewe ni Kanga? Mimi sio Kanga. Mbona hilo jina la ulisema nini? Jambo. Mbona hilo jina nishakuwahi kuliona kwenye kitembe cha Kanga? Kitembe cha Kanga. Inaandikwa ulisema aje? Jambo. Sasa Jambo si ni Kanga? Jambo sio Kanga. Jambo naitumia mimi kama salamu. Unanisamilia? Salama mama. Kwa sawa? Mimi nzima. Si unamwona nina nguvu? Unamwona nina nguvu mama. Uko naye. So hivi ni nani lakini mkimtazama kwenye kamera tuambie jina lako nani? Mimi Serum, Serum. Na mimi wewe umesuia bembe yangu hapa, nilishirimu bembe ya kazi 10 kidogo unitangusa. Mimi ndio mimi. Jina lako kabisa kamili wewe ndio wewe. Uliniuliza jina? Mimi si ndio Echiba Samaki. Okay, Echiba Samaki. Tuwe serious sasa. Okay. Tunajua hii ni kazi yako, comedian. Kiswahili sasa. Haya. Mangoto chini lugha ni chiri. Hakuna shida. Tunatumia lugha rahisi ili tuelewane. Tunajua hii ni kazi yako na umekuja hapa kwa kushirikishwa kama ulivyosema na msanii ambaye anaitwa ASK, ndio? Ndio. Okay. Ilikuwaje wewe na ASK mkakutana na mkashirikishana kwenye mambo yenu? Unajua sisi bwana wapenzi watamaza. Unajua sisi tunakutana na watu wengi kwenye maisha yetu mpaka sasa hivi. Kuna mtu bwana huwezi kuelewa, nishaungishwa kwenye manamba mengi sana katika kambi ya Nyarugusu. Mengi sana tu nishaungishwa kule kwenye magrupu, sijui magrupu mengi, ila nikikutana na grupu ya Utopolo nafutaga. Yani kama ujaongea pointi kwenye namba yako ambayo unitafuta hako, nitakufuta. Ila nilikuja kuona bwana ASK amenifatuta. Bwana ulisema niseme serious Sinjo niko serious hivi mama. Sema ni vitu ambavyo tulishazoea na vipo kwenye kichwa. Tomana bakingwendo unasangana na bola hivi. Uanjise anaobetana tenda. Natakiwa kazi ifanane mtu afanane kazi. Kazi ifanane mtu. Sawa? Na unamona sasa hivi bwana SK alinifatuta jana. Baada kunifatuta jana ilikuwa ni jana magharibi. Akanifatuta jana. Baada kunifatuta jana mara nikapata simu kwa rafiki yangu Katuso. Akanambia Nsela uko wapi? Na hivyo tulikuwa tumeshinda wote pamoja. Nikamuuliza huyu jamaa, wewe umetoka sasa hivi hapa? Sasa hivi unaanza nipigia simu, kuna nini kimekukuta? Akanambia hamna, kuna Tolo Pro. Iko hapa. Akampa simu tukaongea naye. Akanambia mwanangu kuna 1 2 2 2 2 3 4 5, kuna 2 3 2 1 2 3 4. Sawa? Zile 1 2 3 4 zile. Akanambia sema SK even natenda beni SK anakuita kwenye kazi yake even bini ekehanu bima. Ili wewe ufike hapa mliongea maongezi gani wewe na ASK? Maana atuzoei, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni star ambaye hauwezi ukatoka tu hivi kiurahisi mtu akutafute ile jana na hiyo jana uingie online na hiyo jana uje ufanye kazi leo. Haiwezekani. Ili kuaje? Unajua bwana, wanasema maisha ni popote. Na atakaye kuja kumsevu mtu kwenye maisha hajulikani ni nani. Unajua kila hatua dua. Kila hatua dua inakujaje? Ukitaka ujue kile ambacho kinasemwa kwamba hujui, hakuna kinachoshindikana na hakuna kinachowezekana, lazima uishi kwanza. Hivi shinaongea serious. Eka ni chobole Swahili byangine.
Ni kwa sababu gani mama? Wale wasema huu msemo walikuja kugundua kwamba hii dunia sio wote tulizaliwa, lakini hatujui wapi tulitokea. Lakini cha ajabu ni kwamba tunaelekea mahali ambapo hatujajua. Kuna mtu anazaliwa analia, walimwengu wanacheka. Lakini akifa wanamlilia wakati anaenda kupumzika. Wewe unafikiri ni nini? Sielewi hapo, ni mipango ya Mungu mwenyewe. Sasa ndio maana natakiwa sisi kama binadamu tujifunze kuishi na watu. Kwa maana sisi wenyewe ni tujaribu kuwapenda wanaotukosea na wale waliotufanyia mabaya tuwafanyie mazuri. Ndio maana SK kuna muda Mungu alimuelekeza. Kuna watu wengi washawahi kutuponda katika nchi. Na hata Ramekani kule kulisema kuna wengi washawahi kutuponda, lakini kuna wale ambao wanaamini kwamba katikati yetu Bembe to the world inasimama. Kuna watu washawahi kutushauria kwamba oya nyie achana na sanaa ya lugha. Fanyeni mango mundai tu. Fanyeni vitu ambavyo vitakuwa kama vitaenda watu mataifa mengine yasikie. Kwa nini sisi tuzarau vya kwetu na wakati sisi ndio wabembe mama? Hatuwezi tukazarau vya kwetu kwa sababu sisi ndio wabembe tuwakilishe taifa letu. Ukija kuangalia dunia nzima yose, wabembe ndio wanavuruga Ulaya mpaka Afrika. Wanavuruga? Unajua kuvuruga ni nini? Nataka nielewe sasa kuvuruga nini. Wazungu ndio wametawala dunia. Na wazungu ndio wanaendesha dunia hii. Lakini wanamtafuta ya kutumba. Wanamjua ni kabila gani? Si Mbembe. Mbembe. Sasa kwa nini wamtafuta? Kabila yose iliyoko Kongo inafanya kazi kwa wazalendo. Kwa hiyo wazalendo nchi yao ni Fizi. Fizi yao ndio kitovu cha Afrika. Hakuna atakayamini, lakini kwa sababu sisi kama wabembe tunajua kwamba Afrika kitovu chake ni Fizi. Kutoka katika nchi ya nini? Ya Kongo. Nchi gani? Nilimrubia Swahili manga. Kongo. Unajua nchi ya Kongo na taifa la Kibembe ndio linazungumzwa sana na wazungu na mataifa mengine barani Afrika. Na mpaka Dennis Mpagaze na Anania State Gas wanajua hilo jambo wa Tanzania. Sawa, katika wasomi wote wanajua kwamba Fizi ndio kitovu cha Afrika. Kwa hiyo inatakiwa tuifanye taifa letu kuwa ni taifa muhimu sana katika ulimwengu. Tukifa leo kama wakina Mbavu waliowekwa posta Dar es Salaam Mbale, watakuwa wanatukumbuka tu. Yaani hata kama tusikufe na makumbukumbu sijui makumbukumbu makubwa, lakini ile ambayo tunaifanya sisi watatukumbuka mwisho wa siku. Inatakiwa tuitangaze taifa letu katika dunia. Okay, baadhi ya wabembe wengi ni watu ambao wamezoea sana kujificha. Naweza nikawa Mbembe lakini nikienda kukaa nikaishi Kenya, nikabadili hadi nationality nikawa Mkenya. Unawashauri nini wabembe ambao wanaogopa hata kusema lugha yao wakiwa kwenye basi? Acha nikwambie, kabla ya kukujibu acha nikwambie kitu kimoja. Wabembe walioko dunia nzima ama katika kambi zote za barani Afrika na katika bara la Ulaya, kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba, tena ni Mtanzania, aliwahi kuzungumza, ule alitoa stories za wabembe zile, za wabembe waliotokea wapi, taifa la Waisraeli sijui na nini. Ule mtu aliwahi kushuhudia kwamba Mbembe akiwa na Trump ama akiwa na Baraka ule rais Barack Obama, akiwa naye kwenye meza akiongea naye Kibembe. Kwa hiyo wabembe ni majasiri na watu ambao waligundua kwamba wao hawezi kumsifu mtu wakiwa naye face to face. Ni kwamba tukimsifu anaona atakuja kujiona zaidi ya pale ambapo sisi tunamjua sisi. Sawa? Yaani wabembe ni watu ambao wana kiburi yao fulani hivi. Watu wanajiamini kivyao. Kwa hiyo Mbembe hawezi kujificha. Na kijificha katika miaka yake yote, kuna wabembe wanaishi, subiri nikupe mfano, wanaishi Kinshasa. Ukipita Kinshasa pale, nendeni muulize Jackson wa kizazi kipya, alitembea Kinshasa.
Alipofika Kinshasa kuna watu walikuwa wanasema Kibembe. Lakini alitamani afike pale asikilize mtu anasema Kibembe Kinshasa. Kule kuna Lingala na Mafransai. Vile Vifaransa. Sawa? Unatamani ufike mtu anaongea ile lugha ambayo ya taifa yako, yani ile lugha yako. Huwezi kujificha. Yani ule wa kwanza wewe kuongea naye tu ataenda kula hata historia watu wengine. Nikutana na mtu wa lugha ya, nikutana na ndugu yangu sijui na nini. Kuna watu mjini wanapendana kwa sababu ya nini? Ya lugha, wanaendana lugha. Sasa tuachane na hao ambao ni eti ni Agatuso nani? Jackson. Vijana wengi wa hapa kambeni wale wanaoenda da. Ndugu yangu hata akiwa Mbembe ukimsalimu kwa Kibembe wala hata kujibu na hata astuki. Anajifanya yeye ni Mtanzania tuseme au tuseme wanakuwa na makabila mengine huku kwao Tanzania. Lakini Kibembe ndo hawezi kuongea. Haya, mimi nataka niseme kitu ila watanisamea mimi. Nataka niongee kitu kimoja. Unajua nini? Hii kambi ya Nyarugusu kuna kambi ilikuwepo Lugufu ambao tumezaliwa sisi. Kuna kambi ilikuwa Lugufu kule na ndio ilikuwa karibu na Kigoma pale. Kwa hiyo watu walikuwa wanaenda kuvua Kibirizi, walikuwa wanafanya mambo yao Kigoma kule. Lakini hii kambi ya Nyarugusu kuna vijana na wasichana sasa hivi baada ya kuweka lami nani Makere wamekuwa ni watundu sana. Kwa sababu gani nimesema hilo? Watanisamea. Unajua sisi ambao tuliishi Kongo, mimi nitoka kwa hiari mwaka 2006 ndio nikaenda DRC. Nikaenda kuishi DRC mpaka nilipokuja huko mwaka 2023. Kwa hiyo DRC niliona, nikaona vitu vingi sana, ila hao walioishi kambini walikuwa wanaishi ni hapa. Akitembea sana, afike pale, afike Mvugwe, afike na Nyarugusu. Wata Kibondo kulikuwa kuna washinda kufika. Mbali sana huko. Sasa nataka niseme kwamba kuna watu ambao kama unaona mfano, niseme mfano uliowahi akina Nyagomani. Mtu anafanya kitu, yani akinunua yebo anatangaza mtandaoni. Mtu ananunua kitu anatangaza mtandaoni. Akinunua kitu anatangaza mtandaoni. Ndio wale vijana. Mara nyingi kuna ile conseil mu français mnasema kaya na muangle. Unashauria mtu, kuna ile mashauri ya mtu akienda Dar es Salaam sasa hivi. Anakuja kukuambia kwamba bana Dar es Salaam bana niliwahi kumsalimia mtu fulani ambaye tulikuwa tunaishi naye huku lakini alinisusa. Sasa akanisusa kabisa. Nikuja kujifunza kwamba ule jamaa alitaka lugha yake labda isijulikane. Kane kule asijulikane yeye ni nani. Sawa? Ni kwamba mimi nilionekana mshamba kule. Ila kuna mtaa wa Bembe kule Dar es Salaam. Upo Dar es Salaam. Ulitengenezwa enzi kabisa. Sasa kuna vijana wanatoka huko kambini Nyarugusu wakifika mjini wanajifanya mabisho kuwazidi wale, ndio maana wanagongwa, wanapata maajali mengi sana, wanafungwa sijui na nini. Yaani ukitoka huko ukienda kukutana vijana wa kule, uelewe mwenzako yuko kwenye mazingira gani. Sasa ili uelewe mji unatakiwa ujitulize. Ili umuelewe mtu unatakiwa uwe mtulivu. Kwa hiyo kizungu cha kisasa ili tukizoee inabidi vijana wengi tuende kwanza tuionje Segerea. Watafungwa wengi. Wafungwa kwa kosa gani sasa? Kushobo, yani kushobokea mji. Sawa? Mpaka ulivyosema wewe, mpaka nyinyi mmeona. Sisi tushaona vingi. Yani mpaka unakuta kijana kutoka Dar es Salaam leo. Mtu ametoka Dar es Salaam leo, anakuja kujificha. Kuna huyu walikuja hapa wakaja kupokea hapa ule nani huyu yupo Dar es Salaam sasa hivi, alikuwa anaimba na kina Moda. Nani huyo? Tuone wakina Moda. Mshikaji yupo Dar es Salaam yule alikuwa anaimba na Moda. Mbona simkumbuki? Tenda ule kijana alianza kuimba mwanzoni. Special boy. Ule special. Alikuja akaja haelewi kama yeye ni nani, ni mkimbizi. Akaja pale kuna ni store.
Alikuja store pale, mimi nilimuona. Siku alipofika store akajifunika. Sijui akaniweka. Walipoitwa, mshikaji alisubiri wazazi waende vile, ya akwepe hivi, akajiingiza mle. Baada ya kuonekana, akapandisha kofia, akaenda nyumbani. Ule ni ushamba. Ndio maana nikwambia kuna baadhi ya watu kutoka hapa kwetu wakienda huko mbele kidogo, sio mbele sana, hapo mbele kidogo, wanabadili. Ni Mbembe. Sema sio taifa la Kibembe linalofanya hivyo mara nyingi. Sasa wewe unamwamini Special Boy ni nani? Hivi unaamini kambi mzima ni ya Wabembe? Hapana. Kuna mchanganyiko. Kambi yote ya bara la Afrika ni ya Wabembe peke yao? Hapana. Kwa hiyo kuna baadhi ya vijana wa Kiafrika wengi sana ambao ndio maana wazungu wanatuchukulia yale madhaifu yetu kwamba tunashoboka sana na vile ambavyo wanatuletea sisi. Kwa hiyo kikubwa ni kusema kwamba Mwenyezi Mungu atuepushe na hii hali vijana wa Kibembe, yani Bembe to the world, dunia mzima, taifa ambalo Mwenyezi Mungu aliliweka kwa ajili ya kutetea bara la Afrika. Na una imani ni mimi? Una imani na hilo? Una imani na hilo kwamba Mungu ndo amewachagua au vipi? Mimi ile imani ninalo. Okay, Etiba Samaki. Etiba, wewe atukuzoea sana kukuona, maana wewe ni wa siku hizi tu, lakini umebobea sana kwenye comedy. Sijui DRC ulikuwa unafanya kazi kama hii au vipi? Mimi nasema kwamba mimi kazi nilianza toka Kongo miaka mingi sana. Na shahidi wangu, kuna mabaadhi ya mashahidi. Shahidi wangu wa kwanza naweza nikasema ni Jackson wa Kizazi Kipya. Nilifanya naye kabla hajaitwa wa Kizazi Kipya, alikuwa ni Bienvenue Prosper. Tulipata director mimi na yeye. Tulikuwa tunafanya serious na Jackson. Wao kama vijana hivyo walotuinukia, sisi kama watoto. Kwa hiyo ilikuwa ni mwaka 2016 tukakutana sehemu moja. Kwa hiyo yule Msenge wa Kizazi Kipya, Msenge. Kwa nini unamuita Msenge? Amenichukia kwa sababu ya kuongea ukweli. Ina maana wa Kizazi Kipya sasa hivi mmechukiana, si ndio? Mimi yule jamaa nimetoka naye mwaka 2016, akaja kujipata mwaka 2018 wakaanza kufanya zile movies za wakina Kaluta, zile zao za Baraka. Ila pale tulikuwa tushasota naye, tufyatua tofali ili tuende tupate, tukipata hela kule tunampa kameramani atushuti. Movie inashutiwa kwa 20,000. Wewe ndo unalipia au yeye ndo analipia? Yaani ile hela tunayopata kule, yani ile ya kusema kwamba kuliko msanii aje atoe kila mtu mchango, twende tufanye tu ile tofari, ile hela tuipeleke kule ili. Sasa mmechukiana kivipi hapo? Kile tulifanya tuchukiane. Brother nifanya naye kazi ya kwanza mimi kufanya naye ilikuwa ni Mkimbizi. Mkimbizi sisi ndo wale wa Tanzania, mimi ndo nilikuwa mkuu wa walengwa, mtu wa CBR. Wa pili alikuwa ni movie ya pili ilikuwa ni Tapeli. Ya tatu ilikuwa ni Sungusungu. Ya nne ilikuwa ni Mlengwa, na ya tatu ilikuwa ni Mlinda. Kwa hiyo ya tano ilikuwa ni Mlinda. Yaani mimi na movie 5 na Jackson. Sasa ilitokeaje tu kwenye sasa pale katika movie zake kuna Mlinda na Mlengwa, sio movie zake. Hiyo Tapeli, Sungusungu na hizo movie 3 aliwahi kunipa 7,000. 1000 ngapi? 7,000. Yaani ni ya malipo au? Alinisave tu kwa sababu aliniambia kwamba nimshindikize kwa Alexi. Akaniambia kuna amepewa hela sijui watu wanataka. Nikafikiria kwamba umshikaji nilipomfanyia movie ya kwanza akashindwa kunilipa, nikasema ni ushikaji. Movie ya pili nikafanya naye Tapeli, nikafikiria kwamba atanipa hata kidogo, akashindwa. Yeto tulikuwa tunaandaa Sungusungu. Nikafikiri kwamba mshikaji huyu mpaka sasa hivi hajanijali. Basi nikampa company ndio ile nikamshindikiza kwa Alex. Ila nilipofika kule nikamwambia mshikaji, mimi nina kisimu cha kitochi. Basi nisaidie hata hela ninunue betri. Ndio akakupa 7,000. Ina maana hajakulipa, alikusaidia tu kununua betri. Yaani alinisaidia. Yaani ndio maana ile nilisema baada ya mimi kusema hivyo kwenye media. Tena nikikumbuka vizuri ni Christina TV. Na yeye amejibu. Ila alikuja kujigamba kwamba mimi
Tena huyo jamaa hajiheshimu sana katika maisha yake. Ni msanii mkubwa, hajiheshimu sana. Anakuja kuniambia kwamba usimpe mtu samaki, bora umpe ndoano ili ajifunze mimi ndo nimpokea nyumbani kwetu mimi. DRC au mimi nilivyo hapa, mimi ni director wa Serious. Mimi ni director wa Serious. Pia mimi tena ni comedian. Kama nimejiingiza kwenye comedy ni kwa sababu ya tulivyokutana naye kwenye show. Nikajikuta baada mimi kufanya naye show, nikasema kama baada ya mashabiki kutufurahia sana, ndo nikafanyaje, nikaanza sasa kupenda comedy. Lakini mimi sikuwa, kwa sababu nilianza kujifunza Serious. Hilo nikaja nikajikuta kwamba huyu jamaa mpaka nikutana naye hivi, na maana hii sector ndo inanifaa, ndo nikaanza comedy kipindi hicho. Na ndo maana movie ya kwanza nikakutana na wakina Gatuso, ilikuwa ni movie ya kwanza ile inaitwa Yitomboka. Tukakutana na kina nani, huyu anaitwa Jaka Songo, Dole Gumba, yani watu wengi sana. Kina Mustafa kule. Ina maana aliyekuvutia wewe kwenye comedy ni Jackson. Yani nani ile performance ya mimi na yeye live. Yani baada ya kuona kwamba kumbe na mimi napendwa, kwa sababu kuna vitu vilipitikana mle. Alinishinda mimi ile cheko yake. Kwa sababu ilikuwa kwenye mashindano. Akanishinda ile cheko. Kwa sababu alikuwa anacheka sana, mwisho anakuja kumalizia. Sasa mimi nilipoanza kucheka kufika katikati nikaisha. Mshikaji akana nini? Mimi nikaanguka, mshikaji akapata pao. Lakini toka siku ile mashabiki zangu walivyonipa moyo, nikasema kwamba kumbe hii sector inanifaa, ndo nikaanzana na comedy mpaka nilipofika kambini Nyarugusu. Sasa kuaje wewe? Maana ulivyofika hapa kambini Nyarugusu ulikuta ma comedian ni wengi kama kina Mustafa, kina Dole Gumba, Jaka Songo, wakina Gatuso, wakina Mamazu, lakini ilikuwaje wewe ukakutana na Gatuso tu? Unajua nisijisifu, mimi alone ni shawishi sana niishi naye ni Gatuso. Kwa sababu mara ya kwanza tulivyoishi kule kwenye ile movie ya kwanza tulifanya kama siku 3 vitu kamaliza movie. Mwisho wa siku ulikuwa mgeni. Hivyo ndo nilikuwa mgeni. Nilikuwa na kundi yangu Jean pale kwa mzee Swedi, ule mchungaji. Nikafanya naye kazi pale. Akaniita, akaniambia kwamba wewe bana, mimi ni hivi 1 2 3 tunatafuta director kwa Ben Classic. Ule Ben aliyopo Ulaya yule. Ashawahi kuwa tajiri wangu. Akanipa vyuma vyake vyote mpaka na kamera kila kitu. Naenda kutafuta location B3. Nikamwambia bro, nahitaji 400,000 za location. Mpaka leo sijui Ben yuko wapi. Yuko USA. Kuna mtu alikuja tu akachukua kama Just. Alikuja akachukua nini? Vile vyombo. Akaenda navyo Dar es Salaam, kwamba alikuja akanidanganya, akaja kumdanganya Swedi pale kwa sababu ilikuwa minalala kwa mzee Swedi. Akaenda akamwambia kwamba kuna watu wanatakiwa wafanye interview, kwa sababu kulikuwa kuna Ben Classic TV na Ben Classic ya films yake. Wao jamaa kina Just wakapeleka nani kamera nani hapo Makere. Baada kutoka Makere, toka siku hiyo ya kwenda kushuti Makere, Kasulu, Kigoma, Dar es Salaam mpaka leo. Na sisi kumpigia simu anakuambia kwamba karibu kwa kujiunga na Ben Classic sijui na nini. Ule mzee Swedi, ule jamaa akifanikiwa katika maisha yake, ashamdanganya mpaka mchungaji, hatafeli katika maisha yake. Kwani unaamini kumdanganya mchungaji ni kufeli? Kwa nini nisiamini? Kwa nini mimi niamini? Kuna ile ya kusema kwamba mtu ni mwalimu wako toka utotoni. Sawa, ukampenda kwa ajili ya ustaarabu wake, labda hekima yake, na yani ulivyomuonaga, yani ukampa ile kazi. Mwisho wa siku ukaja ukamfelisha 400,000. Ukamfelisha mtu. Ukachukua na vyombo vyako 400,000. Hivi Ben Classic mpaka ito Ben Classic, ile jina limekujaje yani? Mtu anaishi USA. Mtu anaishi bara la Ulaya. Unaamini kila aliyoko USA ndo ana hela? Siku hizi nimemwona na Mwashite. Ndio kuwa na hela. Kwa hiyo ile ndo tabia yake. Tuseme ile ndo tabia yake. Tabia gani ya umalaya au ni? Ule ndo umalaya. Yaani tabia ya Ben Classic ni usenge. Kwa hiyo kuna sasa sijui ni ujana maji ya moto. Sasa hivi yuko na Mwashite. Mwashite salimwacha mume. Mwashite bia Mbese. Mwashite ule kama ndo bia Mbese, tulicheza naye kwenye movie ya Msongani.
ule alikuwa mwelekazi wangu akawa ananipiga piga ule Mwasiti saliolewa, ndio tulisikia ameolewa Mwasiti. Nilisikia una uhakika. Akaolewa. Baada ya kuolewa tukaambiwa kwamba ameenda na ujauzito mume wake USA. Baada ya kufika USA tukaanza kuona mapicha. Mwisho wa siku kama ilikuwa ni juzi ile, najua Gatuso amepandisha komedi yake. Wanalishana kama wapo restaurant wanalishana. Nikaanza kujiuliza, msenge huyu jamaa kumbe ndo akili yake hii. Anashindwa kutengeneza project za maisha yake. Anakuja kutengeneza mahusiano na watu ambao ndio maana madada zetu Ulaya na madada zetu hao wa Afrika zaidi Tanzania waachane nayo mambo ya kusema kwamba kwa sababu una mtu Ulaya amesema ametokea kupenda sana akakupa 3 milioni 1 ukaanza kudate naye. Kwa nini tuachane nayo? Wanafelisha. Watu wa kwanza kutangaza vya Mbese kambini Nyarugusu ni watu wa Poto. Watu wa Ulaya ndio wanatutangazia sisi mabinti zetu, madada zetu sisi vya Mbese. Unakuta mtu unamwamini labda. Baada ya kumwamini mwisho siku ule mtu akataka umpige picha. Rekodi video. Sijui ukatuma. Baada ya kutuma ule muamini ukatokea kumwamini akakupa maneno ya mapenzi sijui na nini. Sisi tunalaana wanaume siku hizi. Acha niwaambie hilo bara la Ulaya Mwenyezi Mungu alepushie na haya mazambi. Ndugu zetu waliotoka hapa tunakoishi sisi ndio wanatudharaulisha huku. Okay. Tuachane kwanza nayo. Niulize swali kuhusu wao walio USA kama ulivyosema kuhusu Beni. Beni yuko kule USA alafu wanashindwa kufanya au kuachia vitega uchumi huku Afrika. Kazi kukalia wanawake, anaweza katoka kule USA akalipia $3,000, $2,500 akaja Dar es Salaam kukutana na mwanamke. Na vijana wengi ambao kwa kule Marekani wanakuwa wako hivyo, wanakuwa hawana future, hawawazi kuhusu maisha yao ya baadaye, wanawaza kuhusu pale tu. Unawaambia nini vijana kama hao? Acha niwape tu, ni kama mimi mdogo wao na mimi kama ndugu yao na mimi kama labda mkubwa wa wengine. Naweza nikasema kwamba tabia ambayo tunaishi nayo sisi kama binadamu na wanaume, kwa upande wa wanaume jinsia ya kiume, naweza nikasema kwamba hii tabia tulionayo, ule jamaa nilikuwa na malengo mengi sana na yeye Beni Classic. Mpaka alivyoniaminisha akanipeleka kwa jamaa wa Malawi. Akanipeleka kwa sijui nani wangu, sijui president wangu wa Afrika yupo Malawi. Muongee naye. Tulikuwa tunaongea na ule jamaa. Baada ule jamaa kupewa budget ya movie, walikaa kimya wote. Nikawa najiuliza mpaka niliwahi kupeleka wasanii. Mimi nishawahi kuishi na wasanii 35. Kwa fundi lako. Wanaishi mle. Mpaka wakina Hamisi Mustafa kina Nyani Dume sijui na nini. Mpaka Nyani Dume kwa sababu ya kumpenda mimi nikampa udirector udogo. Akawa director mdogo. Sawa? Fundi lako. Kwa sababu mimi nitokeaje, nikaona kuna talent hapo. Labda akaniongeza mimi nikamuongeza. Okay. Nikamweka director mdogo. Mwisho wa siku tukaandaa movie. Lakini ikamshinda Beni. Acha tuseme tu kwamba tabia walionayo sasa hivi akatokea yeye ndo akaanza kujifunza hiyo tabia ama akawa na hiyo tabia waache. Kwa sababu pia huko ndo kuna wazazi. Kwa hiyo wanaweza lolote wakalifanya huko, lakini huko ndo kitovu chao. Kwa hiyo uwezi kufanya chochote Ulaya, bara la Ulaya kisitoke huko. Huko ndo kuna chanzo na kila kitu cha Ulaya kuwepo. Kikubwa ni kusema kwamba waachane na zile tabia, kwa sababu mwisho wa siku watajiona wako wanafanya vitu ambavyo ni muhimu kwa sababu ya dunia ya sasa, lakini zikawafilisha katika maisha na wakaonekana watu wa ovyo. Okay. Sisi wanakomedi wanatuchukulia kama yani wanatuchukulia kwamba jamaa kwa sababu ya kusahau sijui na nini sijui akili zao wanazijua wenyewe na nini. Sisi tuna akili zetu. Unamuona Mama Zuu. Hivi hakuna watu waliopo nchini Ulaya wanajua kama Mama Zuu kweli really anaumwa, lakini wakiona anakufa watatuma misaada. Ila kitu watakachojua katika maisha yao, wasitume msaada akifa, watume msaada akiwa bado anaumwa, kwa sababu anahitaji msaada ili apone. Tunajua kutumiana hela za kutumiana bia Mbese tu, hatujui kusaidia. Wanajua hela za bia Mbese na wanajua hela za sanda, wanajua hela za kutinda msiba,
wanajua zile hela za kusema mchango wa mwicho wa beni ni wa kwelwa hivyo na hivyo. Sawa, fulani ameoa tumchangize. Ila kitu atakachojua katika maisha yao ni kwamba kama walivyo binadamu na sisi pia ni binadamu. Kwa hiyo tujuliane pale, usimpe mtu sifa wakati ameshakufa. Msifie mtu pale bado yupo hai. Okay, Itiba Samaki ulikuwa na mimi kwenye mambo yako. Yes, mtazamaji wa Mastaz TV, ulikuwa na mimi Tunza Amos, nyuma ya kamera ni Isaac Kabaisa. Leo nilikuletea mambo ya kustajabisha kidogo, maana niliwakuta vijana hao walikuwa wako kwenye ukawaida wao kabisa. Unaweza kujiuliza mengi kuwahusu, kumbe hao sio wazee, so mababa, ni vijana tu kawaida. Asante kwa kuwa nasi kutoka mwanzo na kufika hapa tulipoishia. Nikusihi tu usikose kusubscribe, like, comment mambo ya Mastaz TV. Asante.